Yohana akamjibu. Yohana akamjibu akamwambia, Mwalimu, tulimwona mtu akitoa pepo kwa jina lako. Tumemwona mtu akifanya miujiza ya kutoa pepo kwa jina lako, ambaye hafuatani na sisi. Tulimkataza kwa sababu hafuatani nasi. Maana yeye hafuatani na sisi. Yesu akasema. Aliwaambiaje? Yesu akasema, sikiliza majibu. Msimkataze. Jamani, msimzuie. Msimzuie. Kwa kuwa hakuna mtu atakayefanya miujiza kwa jina langu. Hakuna mtu atakayefanya miujiza kwa jina langu. Akaweza mara akaninenea mabaya. Akaweza miujiza lakini mimi akaninenea nini? Mabaya. Akaninenea nini? Mabaya. Maliza. Sikia hiyo. Kwa sababu sikia, asiye kinyume chetu. Maana asiye kinyume chetu yuko upande wetu. Yuko upande wetu. Get the point. Take a step forward. Rafiki zangu wapendwa, popote kokote unakonitazama na kunisikiliza, naomba uchukue kalamu yako na daftari, andika somo la leo. Na kama uko karibu na daftari na kalamu, tega sikio lako, Roho Mtakatifu aandike somo hili katika akili yako. Naomba Yesu saidia kila mmoja anayesikia leo aelewe somo linalosema miujiza sio dini. Amina. Naomba hili ulisikilize vizuri. Miujiza sio Kristo. Miujiza sio utakatifu. Na watu wengi leo wamepotezwa na miujiza. Kupitia somo la leo, fanya masahihisho baba. Amina. Fanya masahihisho mama. Amina. Fanya masahihisho kaka. Amina. Fanya masahihisho dada yangu. Maana miujiza sio dini. Amina. Miujiza sio utakatifu. Miujiza isikufanye kumwacha Yesu. Na usimwamini Yesu kwa kufuata miujiza. Usimwamini Yesu kwa sababu ya nini jamani? Ya miujiza. Usimwamini Yesu kwa sababu ya miujiza. Yesu anasema hivi, yeye anaaminiwa kwa sababu ya neno la nani? La Mungu. Biblia imeandikwa hivi, kile kitabu kile cha Yohana ameandika hivi 12:24-25. Yohana 12:25. Ameandika hivi. Maandiko yanasema, yeye aipenda nafsi yake. 12:25. Haya, soma. Yeye aipenda nafsi yake, ataiangamiza. Na aichukia nafsi yake, anaichukia. Katika ulimwengu huu, ataisalimisha hata uzima wa milele. Ataisalimisha kwenye uzima wa milele. Mtu akimtumikia Yesu, na anifuate. Nami nilipo, na yeye alipo, ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Ndipo na mtumishi wake atakapokuwepo. Endelea. Tena mtu akimtumikia, Baba atamheshimu. Baba atafanya nini? Atamheshimu. Sasa roho yangu ifadhaika. Basi, ili uheshimiwe na Mungu, mtumikie Yesu. Amina. Tumtumikie yeye. Amina. Ili tukaribishwe mbinguni, tumika kwa Mungu. Amina. Fanya kazi na Yesu. Amina. Na Yesu alisemaje? Kitabu kile cha Mathayo 28, lile fungu la 18, Yesu alikuja kwao akasemaje? Mathayo 28:18, maandiko yanasema, Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote. Nendeni mkawafanye mataifa mangapi? Mataifa yote. Kuwa wanafunzi wangu. Mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Endelea. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote. Siku ngapi? Siku zote. Hata ukamilifu wa dahari. Bwana asifiwe. Amina. Hiyo ndio kazi ambayo Yesu ametupatia. Unapoambiwa kumtumikia Yesu, unapokuwa mtumishi wa Kristo, nenda ukalihubiri neno. Amina. Hubiri neno. Huo ndio utumishi. Amina. Sio miujiza.
Miujiza sio dini. Dini, Biblia inasema Yesu akaja kwao akasema nao, nendeni katika ulimwengu wote mukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mukiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na mkawafundishe. Huo ndio utumishi. Na mkawafundishe kuyashika yote. Tazama na mimi nitakuwa pamoja na nyinyi siku ngapi? Zote. Na hata ukamilifu wa nini? Wa dahari. Hubiri neno Baba. Amina. Acha miujiza. Na miujiza sio utakatifu. Yesu ametutuma kulihubiri neno. Amina. Hajatutuma kufanya miujiza. Amina. Na miujiza sio dini. Hubiri neno Baba. Sikiliza kitabu hiki cha Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza 4. Lile fungu la kwanza ameandika nini? Timotheo wa kwanza 4 fungu la kwanza maandiko yanasema. Ameandika nini? Basi Roho anena waziwazi. Tuanze nenda Timotheo wa pili. Timotheo wa pili 5 fungu la kwanza. 4 fungu la kwanza. 4 fungu la kwanza maandiko yanasema. Sikiliza hiyo. Neno la Mungu linasema hivi. Na kuagiza mbele za Mungu. Na mbele za Kristo Yesu. Ninakuagiza, tumeagizwa mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, atakao hukumu walio hai, atakayekuja kuhukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake, na kwa ufalme wake. Lihubiri neno. Fanya nini? Lihubiri neno. Fanya nini? Lihubiri neno. Hubiri neno. Uwe tayari wakati ukufao na wakati usiofaa. Karipia. Kemea. Na kuonya kwa uvumilivu wote. Na mafundisho. Na nini? Na mafundisho. Na nini? Na mafundisho. Hiyo ndio dini. Amina. Miujiza sio dini. Amina. Miujiza sio utakatifu. Amina. Miujiza jamani sio Ukristo. Yesu hajaagiza wanafunzi wakafanye miujiza. Yesu ameagiza wanafunzi wakalihubiri nini? Neno. Tumeagizwa kuhubiri neno. Amina. Na wale mnaomwamini Yesu katika maeneo haya na maeneo yote mnakonisikiliza, Tanzania yote, duniani kote, kokote unakonisikiliza, baba yangu, mama, kaka yangu, dada, muamini Yesu kwa neno. Amina. Usimwamini Yesu kwa miujiza. Amina. Yesu ametutuma kulihubiri nini? Neno. Hubiri neno. Tumetumwa kuhubiri. Tumetumwa kuhubiri, kutangaza ukweli. Amina. 24 Mathayo 14 amesema hivi. Mathayo 24:14 ameandika hivi. Maandiko yanasema. Tena habari njema ya ufalme. Tena habari njema ya ufalme. Habari njema ya ufalme. Habari njema ya ufalme. Itahubiriwa katika ulimwengu wote. Itahubiriwa katika ulimwengu wote. Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Ili ibaki kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hubiri neno. Amina. Jamani, tumetumwa kuhubiri neno. Amina. Na ndio maana tuko hapa Igunga, Tabora, tunalihubiri neno. Tuko hapa. Na tukitoka hapa tunaenda kwingine. Tumetumwa kuhubiri neno. Amina. Sio miujiza. Amina. Lakini leo watu wengi Shetani amewaweka kwenye ibada ya miujiza. Mpaka dakika hii watu wanaposikia miujiza, jamani, leo kuna miujiza, viwete wanatembea, vipofu wanaona, sijui nini, watu njoni mbarikiwe, wanaenda kutafuta miujiza. Yesu hatafuti kwa miujiza. Amina. Na Yesu hapatikani kwa miujiza. Amina. Yesu anakataa miujiza. Amina. Yeye mwenyewe ameandika hivi, kitabu cha Mathayo 16 lile fungu la kwanza ameandika hivi. Mathayo 16 fungu la kwanza maandiko yanasema.
Wakamjia Mafarisayo na Masadukayo. Wakamwijia Yesu Mafarisayo na Masadukayo. Wakamjaribu. Isikilize hivi. Wakamjaribu. Wakamuomba waonyeshe ishara. Wakamuomba awafanyie ishara. Awaonyeshe miujiza. Yani wakaomba miujiza. Mafarisayo na Masadukayo wakamwendea Yesu. Wakataka kwake nini jamani? Miujiza. Wakaomba miujiza. Leo kuna watu duniani kote wanazunguka kutafuta miujiza, na shetani amelielewa hilo, amevuna watu kwa miujiza. Ndio maana leo kuna manabii wanafanya miujiza, eti chumvi tu inaleta baraka kwako, maji tu yanaleta baraka kwako, michanga na mavumbi inaleta baraka kwako. Baba, umeliwa. Usimtafute Yesu kwa miujiza. Amina. Na Yesu hapatikani kwa miujiza. Amina. Mafarisayo na Masadukayo wakaenda kwa Yesu kutafuta nini? Miujiza. Yesu alisemaje? Akajibu. Yesu akawajibu. Akawaambia. Sikiliza. Kukiwa jioni mwajua. Kutakuwa na kianga. Mwajua. Kwa maana mbingu ni nyekundu. Anasema nyinyi mwazijua hali zote za hewa, mwajua majira yote. Kukiwa jioni mwajua kabisa kwamba leo anga liko hivi. Je, endelea. Na asubuhi mwasema leo kutakuwa na dhoruba. Mwajua hali zote za hewa. Kwa maana mbingu ni nyekundu. Endelea. Tena kumtenda enyi. Endelea. Tena kumetanda. Enyi wanafiki. Sikiliza hiyo. Enyi wanafiki. Anawajibu watu wanaotafuta nini jamani? Miujiza. Nyinyi wanafiki nyinyi. Enyi wanafiki. Wanafiki nyinyi. Enyi wanafiki. Sikia hiyo. Mwajua kuutambua uso wa mbingu. Lakini je, ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua? Kizazi kibaya. Nyinyi kizazi kibaya. Maliza. Na cha zinaa. Maliza. Chataka ishara. Vyatafuta. Chataka ishara. Vinatafuta miujiza. Wala hakitapewa ishara. Isipokuwa ishara ya Yona. Akawaacha akaenda zake. Bwana asifiwe. Amina. Jamani, Yesu alionyesha miujiza. Watu walienda kwa Yesu kutafuta miujiza. Yesu akawaita nyinyi wanafiki, kizazi cha zinaa kibaya, nyinyi wabaya sana. Mwatafuta ishara kwangu, mwaja kwangu kutafuta miujiza, lakini miujiza siwaonyeshi na ishara hamzipati. Na maana mutapata tu ishara ya Yona. Maana yake alikuwa anamaanisha kufa kwake na kuzikwa na kufuka siku ya ngapi? Ya 3. Kama Yona alivyokaa tumboni mwa samaki ndani ya siku 3 ndani ya siku 3 na baadaye akatoka na kuihubiri Injili, ndivyo Yesu alivyowaambia ishara ambayo mnapaswa kuiona na ishara ambayo mnapaswa kuiomba ni ile ya Yona, ambayo Yesu alikuwa anatazamia kwenda kufa na kuzikwa na siku ya 3 kufufuka kuendelea na kazi ya Injili. Amina. Habari ya miujiza Yesu akakataa, akaondoka akaenda zake. Rafiki zangu wapendwa, Yesu hajafundisha ishara, na Yesu hajataka watu wamwamini kwa nini jamani? Kwa ishara. Hajataka hilo. Mathayo ile 12:38 ameandika maneno haya, sikiliza. Mathayo 12:38. Maandiko yanasema, hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu wakasema, Mwalimu, tunataka kuona ishara kwako. Tunatafuta tuone ishara kwako. Akajibu. Yesu akajibuje? Akawaambia nini? Kizazi kibaya. Nyinyi ni kizazi kibaya. Mwatafuta ishara. Na cha zinaa. Mwatafuta ishara. Mnatafuta miujiza. Tafuta ishara. Maliza. Wala hakitapewa ishara. Hakitapewa nini? Hakitapewa ishara. Maliza. Ila ishara ya nabii Yona. Nabii Yona aliyekaa ndani ya tumbo ya samaki ndani ya siku ngapi? Siku 3. Hiyo ndio ishara ambayo mwana wa Adamu anaenda kuionyesha. Amina. Akimaanisha anakwenda kufa si muda mrefu, lakini ndani ya siku 3 kaburini, na ya 3 atafufuka na kuendelea na kazi. Amina. Ishara zingine Yesu anasema hawezi kuzionyesha na hapatikani kwa ishara, na Yesu haaminiwi kwa miujiza. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Marko 8:11 ameandika hivi. 11 na 12. Marko 8:11 na 12 maandiko yanasema. Ameandika hivi. Wakatokea Mafarisayo. Walitokea Mafarisayo. Wakaanza kuhojiana naye. Wakaanza kuhojiana na Yesu. Wakitafuta kwake ishara. Wakitafuta kwake miujiza. Ishara itokayo mbinguni. Wanatafuta miujiza inayotoka mbinguni.
wakimjaribu, wakamwambia, akaugua rohoni mwake. Ndipo Yesu akaumia sana moyoni mwake, akaugua rohoni mwake, akaumia ndani ya moyo wake. Akasemaje? Mbona kizazi hiki jamani, hiki kizazi kinatafuta miujiza? Amini. Akawaambia, amini nawaambieni, sikia hiyo, hakitapewa ishara kizazi hiki. Hakitapewa nini? Ishara. Hakitapewa nini? Ishara. Jamani, Yesu aliwanyima ishara. Yesu alikataa mahubiri ya miujiza. Yesu akakataa watu kumwamini kwa miujiza. Na kama unaenda kumwamini Yesu, na kama unamtafuta Yesu kwenye mikutano, mtafute kwa kuliamini jina lake kwa neno la Mungu. Mwamini Yesu kwa neno la Mungu. Amina. Usimwamini Yesu kwa miujiza. Amina. Umepoteza dira baba, umepoteza mwelekeo mama. Kama utaenda kumwamini Yesu kwa miujiza, umefeli. Yesu anaaminiwa kwa neno. Amina. Anaaminiwa kwa neno la nani? La Mungu. Maana Biblia imeandikwa, kitabu cha Timotheo wa pili 3:16. Msomaji wangu baba, soma hiyo. Ameandika hivi. Sikiliza baba hiyo. Maandiko inasema. Sikiliza mama. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Sikiliza hii. Lafaa kwa mafundisho. Na kwa kuonya watu makosa yao. Sio miujiza. Amina. Sio miujiza. Amina. Jamani, kila andiko lenye pumzi ya Mungu, hilo ndilo lafaa kwa nini? Kwa mafundisho. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu, hilo ndilo linafaa kwa mafundisho. Amina. Fundisha watu kwa imeandikwa. Amina. Sio kwa miujiza. Amina. Miujiza sio dini. Amina. Jamani, miujiza sio Ukristo. Amina. Miujiza sio utakatifu. Amina. Utakatifu ni kumjua Yesu kwa imeandikwa. Amina. Maana kila andiko lenye pumzi ya Mungu, hilo ndilo lafaa kwa mafundisho. Amina. Na kuwaonya watu makosa yao. Endelea wewe. Na kwa kuongoza. Na kuwaongoza. Na kwa kuadibisha katika nini? Katika haki. Maliza wewe. Ili mtu wa Mungu awe kamili. Amekamilika. Apate kutenda kila tendo jema. Kutenda katika tendo nini? Jema. Watu wanatenda matendo mema kwa neno la Mungu. Amina. Fundisha neno la Mungu. Amina. Achana na miujiza. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Rafiki zangu wapendwa, ninazidi kusisitiza sana pointi hizi. Nikijua dunia imechanganywa leo. Dunia imechanganywa na roho za mashetani. Maana kila kona leo ni miujiza. Watu wanafikiri ni zenyewe. Maana Biblia inasema roho za mashetani zimeshuka kwa wingi duniani. Nazo zinafanya ishara na nini jamani? Na maajabu. Leo kuna manabii wa uongo dunia yote. Wametawanyika kila kona. Nao ni wanafundisha kwa ishara. Wote wanafanya miujiza. Nao ni manabii wa nini jamani? Wa uongo. Ndio maana Yesu anakataa, acheni miujiza, acheni kuongozwa na miujiza, acheni kufuata miujiza. Maana Biblia imeandikwa kitabu cha Mathayo 24 lile fungu la 24, ameandika maneno haya. Neno la Mungu linasema. Ameandika maneno haya. Kwa maana. Sikiliza hii. Kwa maana. Sikiliza hii. Wanatokea makristo wa uongo. Yesu mwenyewe anatangaza, anatoa tahadhari kwako baba, kwako mama. Anasema maana kutatokea na manabii wa nini? Makristo wa uongo. Makristo wa uongo. Na manabii wa uongo. Nao watatoa nini? Watatoa ishara kubwa. Watafanya ishara kubwa na maajabu. Wapate kuwapoteza kama yamkini hata waliowateule. Miujiza imepoteza watu leo. Miujiza imepoteza watu. Imepoteza watu wenye madigiri yao. Imepoteza watu wenye masters zao. Miujiza imepeleka wasomi na wasiosoma. Imepeleka watu wa namna zote, masikini kwa matajiri. Shetani amechukua dunia yote, robo 3 ya dunia kwa miujiza. Shetani amefaulu kwa miujiza. Naomba leo nisikilize. Nina maana ya kwamba umwamini Yesu kwa neno. Amina. Sizuii miujiza. Miujiza leo mingi ni feki. Pamoja na kwamba original zipo, lakini feki ni nyingi kuliko original. Nataka leo nisikilize vizuri. Miujiza mingi leo inayofanywa, manabii wengi leo, makristo wengi wamekuwa ni uongo. Leo watu wanakula kwa miujiza.
mpaka dakika inavyoongea na wewe, watu wanavaa kwa miujiza, watu wanajenga kwa nini jamani? Kwa miujiza. Wanaendesha magari kwa nini? Kwa miujiza. Leo watu wanatafuta madawa, wanakwenda kila kona kutafuta mauchawi ili ibada ziwe na washiriki wengi, wanakuwa na mairizi, wanafanya miujiza ya mauchawi, wanafanya miujiza ya mairizi. Leo mtu anapoinua kitambaa hivi, watu wanaanguka na mapepo, wanapotoka kwenye mapepo, watu wanaanza kuomba hela, leta sadaka, bahasha zinasambazwa, anzia 5,000 kwenda mbele, ukiweka 500 huna roho, ukiweka 200 100 huna roho. Miujiza leo ni ya kutafuta hela. Nataka unisikize popote unakonitazama, baba yangu, mama yangu, miujiza inayofanywa leo ni ya kutafuta ugali, ni ya kutafuta mikate. Na ndio maana leo watu wanatafuta miujiza, madawa ya miujiza, ili wapate kula na kuvaa, wapate kula na kujenga. Nataka leo unielewe, miujiza yote inayofanywa leo ni feki, ijapokuwa na original zipo. Na leo naomba uelewe original na feki. Leo nataka nikuonyeshe original nini jamani? Na feki. Ijapokuwa original zipo, lakini feki ni nyingi. Jamani, miujiza feki ni ngapi? Nyingi. Na leo ninakupa tahadhari. Yesu anakuambia chukua tahadhari mama, chukua tahadhari kaka yangu na dada, chukua tahadhari baba kule unakonitazama kwa njia ya YouTube. Yesu chukua tahadhari, anakutangazia uchukue tahadhari. Naomba ulirudie hilo fungu, chukua tahadhari. Mathayo 24:24 anasema, 24 anasema, maandiko yanasema, chukua tahadhari baba, maana kutatokea makristo wa uongo, maana kutatokea na makristo wa uongo na manabii wa uongo, na manabii wa uongo, nao wanatoa ishara kubwa, wanatoa ishara na maajabu, wapate wapoteze kama ya mtini, ili wapotezwe watu maelfu na mamia, mabilioni ya watu. Na wateule nao watafanya nini? Hata walio wateule, walio wateule watapotea. Tazama, nimekwisha kuonya mbele. Miujiza. Kitabu cha Wakorintho wa pili 11 lile fungu la 13 ameandika hivi. Wakorintho wa pili 11 fungu la 13 maandiko yanasema, ameandika hivi, neno la Mungu linasema, imeandikwa, maana watu kama hao, sikia, ni mitume wa uongo, wanafanya kazi, watendao kazi kwa hila, wanajigeuza waonekane kana kwamba ni mitume wa Kristo. Wala si ajabu, hata shetani mwenyewe, sikia hiyo, hujigeuza awe mfano malaika wa nuru, aonekane kana kwamba ni malaika wa nini? Malaika wa nuru. Maliza. Basi si neno kubwa, watumishi wake nao, hata watumishi wa shetani nao wanajigeuza wawe mfano watumishi wa haki, waonekane kuwa mfano wa watumishi wa Kristo, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Baba yangu, mama yangu, miujiza inayofanywa leo ni maigizo. Ukweli ni maigizo. Watu wanafanya miujiza ya kudanganyia jina la Kristo. Yesu alisema hivi, tutawajuaje watu wanaofanya miujiza leo ya maigizo, miujiza ya fake ya maigizo? Je, tutawatambuaje? Yesu aliwaambia wanafunzi, Marko 9 ile fungu la 38, akawaambia hivi, sikiliza hii, 38 ameandika hivi. Marko 9:38 maandiko yanasema, ameandika hivi, Yohana akamjibu Yesu, akamwambia, Mwalimu, tulimwona mtu akitoa pepo kwa jina lako. Tumemwona mtu akifanya miujiza ya kutoa pepo kwa jina lako, ambaye hafuatani na sisi. Tulimkataza kwa sababu hafuatani nasi, maana yeye hafuatani na sisi. Yesu akasema, aliwaambiaje? Yesu akasema, sikiliza majibu, msimkataze. Jamani, msimzuie, kwa kuwa hakuna mtu atakayefanya muujiza kwa jina langu, hakuna mtu atakayefanya miujiza kwa jina langu akaweza mara akaninenea mabaya. Akaweza miujiza, lakini mimi akaninenea nini? Mabaya. Akaninenea nini? Mabaya. Maliza. Sikia hiyo. Kwa sababu sikia, asiye kinyume chetu, maana asiye kinyume chetu yuko upande wetu. Yani yule anayeungana na Kristo, anayepatana na Kristo kwa mafundisho yote, yuko pamoja nao Kristo. Amina. Maliza.
yuko pamoja na Kristo. Kwa kuwa yoyote Maana yoyote atakayewanywesha ninyi kikombe cha maji, atakaye kinywea kikombe cha maji, kwa kuwa ninyi nyinyi ni watu wa Kristo. mtaitwa nyinyi watu wa nani? Watu wa Kristo. Watu wa Kristo. Amini. Naomba hii uielewe na hiyo save kichwani na ukaisimulie vizuri kwa majirani zako, kwa marafiki zako. Yesu hazuii miujiza, na hii ndio nataka unisikilize vizuri. Yesu hajazuia nini jamani? Miujiza. Lakini miujiza ipimwe, miujiza iangaliwe. Je, wanaofanya miujiza hawa, wanaoifanya miujiza wako pamoja na Yesu? Je, hawako sawasawa na Kristo? Maana kama wako sawasawa na Kristo, lazima watakubaliana na mafundisho yote ya nani? Ya Kristo. Watakubaliana na matendo ya Kristo, watakubaliana na kile Yesu alichokifanya na wao watakifanya. Wataishi, wataenenda kama Kristo alivyoenenda. Hawa wapimwe kwa neno. Na kama kuna watu wanafanya miujiza lakini baadhi ya maneno ya Yesu wanayakataa, maana yake hiyo miujiza ni feki, na wale watu sio watumishi wa Mungu. Naomba uchukue Biblia Kiswahili cha kisasa, hebu usoma mafungu yale tusikie. Biblia imeandikwa hivi, kitabu cha Marko 9. Soma mafungu yale. Fungu la 38 ameandika hivi. Marko 9:38. Mafungu yale. Neno la Mungu linasema. Ameandika nini? Maandiko yanasema hivi. Naam. Yohana akamwambia. Yohana akasema, Mwalimu wewe, tumeona mtu mmoja akitoa pepo kwa kulitumia jina lako. Tumeona mtu anatoa pepo kwa kulitumia jina lako. Na tulijaribu kumkataza. Tulijaribu kumzuia. Kwa kuwa yeye si mmoja wetu. Maana yeye hayuko pamoja na sisi. Lakini Yesu akasema. Yesu aliwaambia. Akawaambia. Msimkataze. 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 Mwacheni. Maana hakuna mtu anayefanya muujiza kwa jina langu. Hiyo ndio nataka usikize vizuri na ikandamizia vizuri hiyo, watu waielewe vizuri hiyo. Maana akawaambia hakuna mtu anayefanya muujiza kwa jina langu. Hakuna mtu atakayefanya miujiza kwa jina langu. Na papo hapo akaweza kusema mbaya juu yangu. Hawajaielewa vizuri hiyo. Maana hakuna mtu anayefanya muujiza kwa jina langu. Sikia vizuri hiyo. Na papo hapo akaweza kusema mbaya juu yangu. Hawezi mtu akafanya miujiza kwa jina la Yesu na papo hapo akasema vibaya juu ya nani? Ya Yesu. Akanena mabaya juu ya Yesu, akakataa maneno ya Yesu, hapo akamsaliti Yesu, na huko anafanya miujiza. Naomba watu wapimwe kwa hilo. Endelea. Maana asiyepingana nasi, maliza, yuko upande wetu. Bwana asifiwe. Asiyepingana na Yesu kwa maneno yote, huyo ndio yuko upande wake. Huyo ndio ataona, huyo ndio aonekana anafanya miujiza. Hiyo ndio miujiza original. Lakini mtu akipingana na Yesu, miujiza yake yote ni nini? Feki. Watu wapimwe kwa maneno ya nani? Ya Mungu. Kuna watu leo wanafanya miujiza, lakini ukiwaambia habari ya kutunza sabato, wanakuambia imekwisha wapi? Msalabani. Na kipindi Yesu alitunza sabato. Ukiwaambia habari ya agano la kale, wanakuambia limekwisha. Ukiwaambia habari ya kula najisi, wanakuambia hamna, tunakula vyote. Wanapingana na Yesu. Nataka unisikilize vizuri leo. Watu wote wanaopingana na Yesu, hao wako kinyume na nani? Na Yesu. Na wala hawako upande wa Yesu. Wapimwe kwa neno. Mathayo ameandika, kitabu cha Mathayo, kile kitabu cha Mathayo, Yesu ameandika, anasema hivi 12:30. Anasema, soma Kiswahili cha kisasa hicho. 12:30 ameandika hivi. Mathayo 12:30. Ameandika hivi. Neno la Mungu linasema. Soma hiyo. Maandiko yanasema. Soma. Yeyote asiyejiunga nami. Soma vizuri hiyo. Yeyote asiyejiunga na Yesu anapingana nami. Anapingana na yeye. Anapingana na Yesu. Na yeyote asiyefanya pamoja nami. Na yoyote asiyefanya pamoja na Kristo hutawanya. Anatawanya. Kwa sababu hiyo, nawaambieni, sikia, watatamiwa dhambi. Nimekwambia usome 30 tu. Hiyo ndio wangu unachanganyaga hiyo mafaili. Rudia, yani unachanganya mafaili. Rudia hiyo 30. Mathayo 12:30. Unasoma 31 tena. Yeyote asiyejiunga nami. Asiyejiunga na Kristo. Asiyejiunga nami. Ametawanya. Anapingana nami. Anapingana naye. Na yeyote asiyekuwa pamoja nami. Na yeyote asiyekuwa pamoja na yeye. Utawanya. Anatawanya.
Kwa maana hiyo Yesu anasema hivi, kila mtu anayefanya miujiza aonekane wameungana na Kristo kwa mambo yote. Anakubaliana na maneno yote ya Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya. Hiyo ndiyo miujiza inayofanywa na watu wa Mungu, na hiyo ndiyo miujiza original. Lakini ukikuta mtu anafanya miujiza lakini anapingana na Kristo, maneno fulani anayakataa, elewa hiyo ni miujiza nini? Feki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Jamani, tunaomba tuwapime kwa neno. Na Biblia inasema kama kuna mtu anafanya miujiza lakini anapinga maneno fulani ya Mungu, anapinga hotuba fulani za Kristo, anapinga maandishi fulani, elewa huyo si upande wa Kristo. Maana kila andiko lenye pumzi ya nani? Ya Bwana. Lafaa kwa nini? Kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yao. Sasa ukikuta mtu anapinga neno la Mungu, anasema kula vyote, na Yesu anasema bagua, kula hiki na hiki usile, wewe unasema kula vyote, unapinga hapo. Yesu anasema kutunza Sabato, wewe unaenda kusali Jumapili, wewe ni mpinzani. Hata kama utafanya miujiza ya namna gani, hiyo inaitwa ni miujiza nini? Feki. Kile kitabu cha Yohana waraka wa kwanza 2 fungu la 3 ameandika hivi, sikiliza vizuri hili. Waraka wa kwanza wana sura ya 2 fungu la 3 ameandika hivi, sikiliza vizuri. Katika hili sikia, tunajua ya kwamba mjua yeye, tunajua ya kwamba tunamjua Yesu ikiwa tunazishika amri zake. Yeye anayesema anayejibu nimemjua, anasema anamjua Yesu na wala hashiki amri zake, ni muongo mtu huyo, na wala kweli haimo ndani yake. Bwana asifiwe. Kipimo kingine cha kumfahamu mfanya miujiza original, yeye anayefanya miujiza original lazima akubaliane na amri 10 za nani? Za Mungu. Maana Yesu alisema mkinipenda mtazishika na amri zangu. Kama kuna watu wanakataa amri 10 za Mungu na wanafanya miujiza, hiyo miujiza ni nini jamani? Feki. Miujiza feki. Maana Yesu anasema asiyekuwa pamoja na sisi huyo sio wetu, lakini anayeungana na sisi kwa mambo yote huyo ndiyo wetu. Tuwapime kwa neno, tuwapime kwa amri 10 za nani? Za Mungu. Kitabu cha Isaya 8 lile fungu la 20 ameandika maneno haya. Sikiliza vizuri wewe unayenitazama pale. Fungu la 20 ameandika hapo. Ameandika hii. Na waende kwa sheria. Lazima waende kwa sheria na ushuhuda. Endelea. Ikiwa wasemi sawa sawa neno hili. Ikiwa wasemi sawa sawa na neno la Mungu. Bila shaka kwa hao. Maliza. Kwa hao. Maliza. Hapana asubuhi. Bwana asifiwe. Na waenende kwa sheria na nini? Na ushuhuda. Unafanya miujiza, fanya miujiza kwa kukubaliana neno la Mungu. Ikubali Biblia yote, Agano la Kale na Agano nini? Jipya. Maana kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa nini? Kwa mafundisho na kuonya watu makosa yao. Kama kuna binadamu, hata kama awe mnene mwembamba, mrefu au mfupi, mweusi au mweupe, awe na akili na madigiri yake, anafanya miujiza bila huku akipingana neno la Mungu, Biblia inasema hiyo miujiza sio miujiza yenyewe, ni feki. Na tena feki jumulisha feki, jawabu ni nini? Ni feki. Ni feki. Maana Yesu anasema na waenende kwa sheria na nini? Na ushuhuda. Kama mtu anakataa sheria za Mungu, anakataa maneno baadhi ya Mungu, huyo ni feki. Maana kwa hao hapana nini? Hapana asubuhi. Lazima waenende kwa sheria na nini? Na ushuhuda. Wanaofanya miujiza waangaliwe sana. Chukua tahadhari baba, chukua tahadhari mama, chukua tahadhari kaka yangu na dada. Kama kuna watu wanafanya miujiza, wapimwe kwenye amri 10 za nani? Za Mungu. Kama anakanyaga moja wapo ya amri, hiyo miujiza yake, hata kama atashusha moto kutoka mbinguni, miujiza yote hiyo ni nini? Ni feki. Maana Biblia imeandikwa hivi, kitabu cha Zaburi 119 lile fungu la 118
Yesu aliandika, akatuandikia, akasema maneno haya. Sikia hiyo. Zaburi 119 fungu la 118. Ameandika akasema, Maandiko anasema, umewakataa wote. Wote wamekataliwa. Umewakataa wote. Wamekataliwa wote. Wazikosawa amri zako. Wanaozikosa amri za nani? Wazikosawa amri zako. Maliza. Kwa maana hila zao ni nini? Ni uongo. Bwana asifiwe. Amina. Wamekataliwa wote wanaozikosa amri za nani? Za Mungu. Hata kama watafanya miujiza ya namna gani, washushe moto kutoka mbinguni, lakini wanakanyaga amri 10 za Mungu, wote ni feki. Miujiza yao yote ni nini? Ni feki. Na miujiza yote inayofanywa leo, rafiki yangu, ipimwe kwa neno. Amina. Ipimwe ndani ya Biblia. Amina. Kama mtu huyo yuko sawa sawa na neno la Mungu, hapingani na Yesu kwa maneno yote ya Agano la Kale na Agano Jipya, hapingi neno lolote, hiyo miujiza yake ni original. Lakini miujiza ambayo itafanywa na mtu anayepingana neno la Mungu, anapingana na amri 10 za Mungu, miujiza hiyo yote ni nini? Ni feki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana kila andiko lenye pumuzi ya Mungu, kila andiko linakubalika kwa Mungu. Agano la Kale na Agano Jipya, maandishi yote ni pumuzi ya nani? Ya Mungu. Wewe ukipinga mojawapo, wewe ni feki. Na miujiza yote unayofanya ni nini? Ni feki. Lile fungu la 155 ameandika hivi. Neno la Mungu linasema. Ameandika hivi. Wokovu. Sikia hiyo. Umbali na wasio haki. Umbali na wasio haki. Kwa maana. Sikia. Hawazijui amri zako. Bwana asifiwe. Amina. Wokovu uko mbali mno na wasio haki. Kwa nini? Hawazijui amri za nani? Amri za Mungu. Kumbe jamani, ili tuonekane sisi na original na miujiza yetu ionekane ni original, lazima tukubaliane na amri 10 za nani? Za Mungu. Tukubaliane na maneno yote ya Biblia, Agano la Kale na Agano nini? Jipya. Rafiki yangu, baba, mama, popote unakonisikiliza, kaka na dada, naomba wafanya miujiza yote wapimwe, na miujiza yote ipimwe kama inatoka mbinguni ama la. Yohana anasema, kitabu cha waraka wa kwanza ile 3 fungu lile la kwanza, ameandika hivi. Neno la Mungu linasema. Ameandika hivi. Wapenzi wangu. Wapenzi. Msiamini kila roho. Msiamini kila nini? Kila roho. Jamani, huko mnakonitazama, msiamini kila roho. Msiamini kila roho. Bali. Zijaribuni hizo roho. Kwamba zimetokana na Mungu. Kwa sababu manabii wa leo, dunia ya leo imejaa manabii wa nini? Wa uongo. Imetapaka manabii wa uongo. Kwa sababu manabii wa uongo wengi. Kila kona leo watu wanakula kwa uongo, wanavaa kwa uongo, wanakimbiza wanaendesha magari kwa uongo, wamejenga nyumba kwa uongo. Leo manabii wa uongo wametapakaa kila kona. Maana manabii leo, rudia hiyo. Kwa sababu manabii wa uongo manabii wa uongo ni wengi. Wametokea duniani. Katika hili na katika hiyo tunajua roho wa Mungu. Tunajua roho wa Mungu. Kila roho inayokiria kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili inatokana na nani? Na Mungu. Baba yangu, mama yangu, linganisha miujiza inayofanywa leo, usipelekwe na miujiza. Ndio maana nimetangaza tahadhari na nizidi kusisitiza tahadhari. Baba yangu, mama yangu, kaka na dada, chukua tahadhari. Unapomwamini Yesu, unapokwenda kumwamini Yesu, nenda ukamwamini kwa neno la Mungu. Amina. Usiende kumtafuta Yesu kwa miujiza. Usimwamini Yesu kwa nini jamani? Kwa miujiza. Na miujiza sio dini. Amina. Jamani, miujiza sio utakatifu. Amina. Mathayo 7 ile fungu la 21 ameandika, kitabu cha Mathayo 7 na ile fungu la 21 ameandika maneno haya yafuatayo. Sikia. Mathayo 7:21 maandiko yanasema. Sikia hiyo. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana. Si kila mtu anayemuita Yesu ni Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni. Eti kule kumuita Yesu Bwana iwe tiketi ya kwenda mbinguni. Bali. Sikia hii. Ni yeye afanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Anayeyafanya mapenzi ya Baba yake aliye wapi? Aliye mbinguni. Wengi. Jamani, wengi watakwenda kwa Yesu. Watamwambia Bwana. Sikia. Hatumfanya unabii kwa jina lako. Watamuuliza, je, hatujafanya unabii kwa jina lako? Na kwa jina lako tukatoa mapepo. Na kwa jina lako tukafanya miujiza mingi. Ndipo nitawaambia dhahiri. Yesu atawaambia dhahiri. Nitawaambia dhahiri. Siwajui nyinyi tena.
ondokeni kwangu. Ondokeni nini? Kwangu. Ondokeni kwangu. Ondokeni Kwangu. kwangu. Nyinyi mtendao maovu. Tokeni. Pamoja na kufanya miujiza mingi, mmetoa mapepo sawa, lakini mliyafanya yote kwa nguvu za Beelzebuli. Tokeni kwangu, maana hamkuyafanya mapenzi ya Baba yangu aliye wapi? Mbinguni. Hamkutenda sawa sana mapenzi ya Mungu. Mlifanya miujiza sawa, na miujiza yote msifikiri natoka kwa Mungu, mliyafanya kwa Beelzebuli. Leo ninawakimbiza, maana hamkushika amri zangu ngapi? 10. Yesu anasema mkinipenda mtazishika na amri zangu. Mama, popote unakonisikiliza, fanya masahihisho. Kama ulienda kumwamini Yesu kwa miujiza, baba ulienda kumwamini Yesu kwa miujiza, wewe ulichukuliwa na miujiza, jioni ya leo fanya masahihisho. Fanya masahihisho kaka. Yesu hatafuti kwa miujiza, na miujiza mingi ni feki. Kitabu cha Ufunuo ile 16 fungu la 13 ameandika dunia yote imetapakaa miujiza ya mashetani. Soma wewe. Maandiko yanasema imetapakaa miujiza ya mashetani. Nikaona roho tatu za uchafu. Roho tatu za uchafu. Zilizofanana na vyura. Zikatoka kwa kinywa cha yule shetani. Na kinywa cha yule mnyama. Na kinywa cha yule nabii wa uongo. Mnyama ni mamlaka ya upapa. Na katika kinywa cha nabii wa nini? Wa uongo. Ni uprotestanti duniani. Hizo ndizo roho za mashetani. Rudia hiyo. Hizo ndizo roho za mashetani. Hizo ndizo roho za mashetani. Zifanyazo ishara. Zenye kufanya ishara. Zifanyazo ishara. Zenye kufanya ishara. Zitokazo. Maliza. Na kuendea wafalme wa ulimwengu wote. Na kuwatawanyika kwa ulimwengu wote. Rafiki yangu, baba, mama, kaka, dada, pale unaponiangalia kwa TV, damani baba, huko unakonisikiliza, roho zote zenye kufanya miujiza ni roho za nani? Za mashetani. Miujiza mingi inayofanywa leo ni miujiza ya nani? Ya mashetani. Shetani ametapakaa kila kona akifanya miujiza. Ibada nyingi leo zinazofanywa za miujiza yake ni ya nini? Ya mashetani. Baba yangu, mama yangu, tafuta suluhisho jioni ya leo. Amina. Fanya masahihisho jioni ya leo. Amina. Yesu anasema nitafuteni kwa neno. Wale wanaomwamini Yesu, twendeni tumwamini Yesu kwa neno. Amina. Na kesho tuna ubatizo mkubwa sana. Amina. Njoni tubatizwe kwa neno. Amina. Njoni tumwamini Yesu kwa neno. Amina. Yeye anasema hivi, kitabu cha Yohana 12:36 ameandika, 46 ameandika hivi. 12:46 maandiko yanasema. Ameandika hivi. Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu. Yeye amekuja ili awe nuru ya ulimwengu. Ili kila mtu aniaminie mimi. Ili kila mtu amwaminie yeye. Kila mtu aniaminie mimi. Kila mtu amwaminie yeye. Asikae gizani. Asikae wapi? Asikae gizani. Asichukuliwe na giza tena. Na mtu akisikia maneno yangu. Na mtu akisikia nini jamani? Maneno yangu. Jamani, Yesu anasema mtu akisikia miujiza yake. Maneno yake. Akiona miujiza yake. Maneno yake. Anasema mtu akisikia maneno yake. Baba yangu, mama yangu, kaka na dada, popote unaponiangalia, ninaomba usikie maneno ya Yesu. Amina. Usiangalie miujiza inayofanywa leo duniani. Amina. Miujiza yote na mingi inayofanyika leo duniani jamani, ni miujiza ya mapepo. Ni roho za nani? Za mashetani. Yesu anasema yeye anayesikia maneno yake. Rudia. Atasikia maneno yangu. Anayesikia maneno yake. Asiyashike. Sikia. Mimi simhukumu. Yeye hamhukumu. Mimi simhukumu. Hamhukumu. Maana sikuja ili nihukumu ulimwengu. Hakuja ili kuhukumu ulimwengu. Ila niokoe ulimwengu. Endelea. Yeye anikatae mimi. Yeye anayemkataa Yesu. Yeye anikatae mimi. Anayemkataa Yesu. Asiyekubali maneno yangu. Asiyekubali nini? Maneno yangu. Asiyekubali nini? Maneno yangu. Asiyekubali maneno yake. Anayemhukumu. Nani anayemhukumu? Neno. Neno hilo ndilo neno litakalohukumu siku ya mwisho. Neno lile ulilolisikia baba, neno unalolisikia mama, popote unakoniangalia kwa TV, neno hili unalolisikia ndilo litakalo kuhukumu siku ya lini? Siku ya mwisho. Litakuhukumu neno hilo. Amina. Watu hatutahukumiwa na miujiza. Tutahukumiwa kwa neno la nani? La Mungu. Tutahukumiwa kwa neno la Mungu. Amina. Misali 13:13 ameandika hivi. 13:13 ameandika. Misali 13:13 maandiko yanasema. Ameandika hivi. Neno la Mungu linasema. Endelea wewe.
Kila alidharau neno. Hawajaelewa. Kila alidharau neno. Kila anayelidharau neno la Mungu. Kila alidharau neno. Neno anayedharau neno. Hujiletea uharibifu. Atajiletea nini? Uharibifu. Maliza. Bali yeye ayogopaye amri. Bali yeye anayeogopa amri za Mungu. Ayogopaye amri. Anayesiogopa amri za Mungu. Atapewa thawabu. Atapewa nini? Thawabu. Atapewa thawabu. Amina. Atapata zawadi. Amina. Na zawadi ni uzima wa nini? Wa milele. Rafiki yangu, usidharau neno. Amina. Naomba leo muamini Yesu kwa neno. Amina. Naomba leo mfuate Yesu kwa neno. Amina. Na kila neno lililoandikwa ni pumuzi ya nani? Ya Mungu. Kila andiko lenye pumuzi ya Mungu lafaa kwa nini? Kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao. Ndio maana tunatumia neno la Mungu kuwaonya watu makosa yao. Tunawaambia usisuke kwa neno, usilewe kwa neno, usizini kwa nini? Kwa neno. Usiue kwa neno. Kumbuke siku ya Sabato na uitakase. Ni neno la nani jamani? La Mungu. Watu wahubiriwe kwa neno. Amina. Miujiza sio dini. Amina. Miujiza sio Kristo. Amina. Miujiza sio utakatifu. Amina. Yesu anawafukuza, anawaambia pamoja na kufanya miujiza mingi, pamoja na kutoa mapepo na kufanya unabii, tokeni siwajui nyinyi mtendao nini? Maovu. Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu anawaambia, anamjibu yule mwanasheria, yule mwandishi wa sheria, anasema maneno haya, kitabu cha Mathayo 19:16. Mwalimu anaulizwa swali. Sikiliza. Mathayo 19:16 maandiko yanasema. Anaulizwa swali. Na tazama, mtu mmoja akamwendea akamwambia. Mmoja akamwendea Yesu akamuuliza, Mwalimu, nitende jambo gani jema? Nitende jambo gani jema? Ili nipate uzima wa milele. Ili na mimi niupate uzima wa milele. Akamwambia. Yesu akajibu, kwani kuniuliza habari ya wema? Habari ya wema, lakini aliye mwema ni mmoja. Sikiliza hii. Lakini rudia hiyo. Lakini maliza. Ukitaka kuingia katika uzima. Ukitaka Baba kuingia katika uzima wa milele, zishike amri. Bwana asifiwe. Amina. Ukitaka kuingia mbinguni, mama yangu, zishike nini? Amri. Shika nini? Amri. Sio miujiza. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Ufunuo 14 fungu la 12 ameandika, maana hapa ndipo penye subira. Soma hiyo. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hapa ndipo penye subira ya watu gani? Ya watakatifu. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Ya watakatifu. Sikia. Hao wazishikao amri za Mungu. Na nini? Na imani ya Yesu. Bwana asifiwe. Amina. Kumbe utakatifu ni kushika amri 10 za nani? Za Mungu. Na kumwamini Yesu. Amina. Utakatifu sio miujiza. Amina. Na miujiza sio utakatifu. Amina. Utakatifu ni kuzingatia maneno ya Mungu. Amina. Utakatifu ni kushika amri 10 za Mungu. Amina. Tunaposhika amri 10 za Mungu tunapata utakatifu. Amina. Wangapi wamenielewa? Mikono juu. Simameni tuombe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen. Yesu anasema ili tuwe watakatifu, na kama tunahitaji kwenda mbinguni, unataka kwenda baba mbinguni, mama mbinguni, zishike amri 10 za nani? Za Mungu. Maana amri ya kwanza inasema usiwe na miungu wengine ila yeye. Usijifanyie sanamu ya kufanya nini? Ya kuchonga. Usihitaje bure jina Bwana Mungu wako. Ikumbuke siku ya Sabato ifanya nini? Uitakase. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri ya 6 usiue. Ya 7 usizini. Ya 8 usifanye nini? Usiibe. Ya 9 usimshuhudie jirani yako uongo. Ya 10 usitamani nyumba ya jirani yako, mke wa jirani yako, na kila chochote alicho nacho jirani yako. Huo ndio utakatifu. Amina. Yesu anasema mkinipenda mtazishika na amri zangu. Miujiza sio dini. Amina. Wangapi wamenielewa? Mikono juu. Tembeeni msoge hapa tuombe.
Amen. Haleluya. Haleluya. Tembea baba, tembea, sogea. Sogea tufanye ibada ya maombi. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Get to the point. Take a step forward.